Hapa ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato la Access lililoko Sugar Land, Texas, umbali wa maili 23 kutoka katikati mwa jiji la Houston. Kinachofanyika hapa ni ibada maalumu ya kumpokea mchungaji Israel Kaggia kuwa mchungaji wa kanisa hili lenye idadi ya waumini 78 kwa mujibu wa takwimu za Conference ya Texas ya kanisa la Waadventista wa Sabato za mwaka wa 2024. Ibada hii imeratibiwa na kuongozwa na katibu mtendaji wa Conference ya Texas, mchungaji David Reynolds. Back in a spirit of love and respect. Number 2, will you, Sugar Land Access Church, will you work together as a united body to fulfill the mission and vision of the church? Partner with the pastor in outreach. Partner with the pastor in discipleship efforts to share Jesus and the three angels' message. And one more, by the grace of God, will you, Sugar Land Access Church, will you work with your pastor to cultivate an environment of transparency, honesty, and integrity within the church community, and commit to upholding biblical values and principles, confronting sin, but also demonstrating grace and restoration? I will. Amen. All right. Well, sounds to me that you all are on the same page, and I praise God for that. What do you say? Amen. As easy as possible, but we can't promise it. We have high demands here, but we pray that the blessing of God will be on you, your family, and we are here for you. You are now our family as well. So we thank you so much for joining us. If we all say amen. Amen. Mchungaji Israel Kaggia ambaye alihamia Marekani akitokea Tanzania
ana jukumu la kusimamia makanisa mawili kwa sasa katika Conference ya Texas ambayo ina zaidi ya makanisa 300 yakiwa na waumini wapatao 68,776 wanaotoka katika nchi zaidi ya 100 duniani katika eneo lenye idadi ya wakazi milioni 26,848,639 kwa mujibu wa takwimu za Juni 30 mwaka 2024 za mtandao wa Adventist Directory. Tukapata nafasi ya kuzungumza na mchungaji Kagya ambaye alianza kueleza hisia zake baada ya kupewa jukumu la kuwa mchungaji wa kanisa la Access. Nimelipokea jukumu hili kwa unyenyekevu mkubwa na moyo wa shukrani, lakini lina uzito wake kwa sababu kuongezeka kwa majukumu kunahitaji umakini na maombi mengi. Kwa hiyo moyoni mwangu ninafikiria sana kwamba Mungu ataniwezeshaje kuifanya hii kazi kwa majukumu mengine yaliyoongezeka. Makanisa mawili, na kanisa hili la pili ni kanisa ambalo waumini wake wanatoka katika mabara mengine, sio Afrika kama lile lililo kanisa lingine. Pengine unajipangaje? Kuna utofauti wake kama ambao umeshuhudia ibada zake, mtindo wake wa ibada kidogo una utofauti. Hapa kidogo wana utulivu wanataka mchungaji uongee pia kwa utulivu, tofauti na kuchangamka kwetu kule. Kwa hivyo ninachomshukuru Mungu, amenisaidia ninaweza kuwa dynamic, ninaweza kutulia nikaendana na watu. Kwa hiyo ninaamini kwamba moja ya sifa kubwa kama Paulo anavyosema, nilipokuwa kwa Yunani nilikuwa kama Myunani, nilipokuwa kwa Yahudi nilikuwa kama wao. Kwa hivyo maana yake ni kwamba lazima ujue kucheza namba zote. Kwa hiyo ninapokuwa hapa ninajaribu kujua wao wanaendaje, maana yake wana tamaduni tofauti na niko tofauti na mazoea tofauti, lakini wote tunasema unity in diversity, kwamba umoja katika tofauti kwa ajili ya kazi yangu. Naam, tunaona kwamba umezungumzia kwamba ibada hapa inaendeshwa tofauti, aina yao ya uimbaji. Tumeona wanapenda kuimba zile nyimbo za taratibu zile. Huenda ni kutokana na mazingira waliotoka wao kabla ya kuja hapa Marekani. Pengine kwa faida ya mtazamaji, waumini wengi hapa wanatoka katika nchi gani hasa? Waumini wa hapa wako ambao wanatoka bara la Afrika, lakini wana wengi, tuseme wote waumini wanaosali hapa wanaotoka bara la Afrika ni wale wanaotoka katika bara la Afrika magharibi. Kuna watu wanatoka Nigeria, kuna watu wanatoka Cameroon wako hapa, lakini kuna watu wanatoka visiwa vya Caribbean, lakini kuna watu wanatoka Ufilipino, kuna watu wanatoka Korea Kusini, kuna Wamarekani weusi wa hapa, yani wanaitwa African American, pamoja na wa Spanish, pamoja na wazungu ambao watu weupe tunaita wazungu. Kwa hiyo mchanganyiko wa Spanish kwa maana ambao wanatoka Mexico. Wanatoka Mexico. Ambao ni nchi jirani na Marekani. Sasa mipango yako ni ipi katika kuhakikisha kwamba unahudumia haya makanisa mawili? Kanisa lingine ambalo ni la watu kutoka Afrika ya Mashariki na huku tena kama ulivyotaja, unajipangaje kuyahudumia makanisa haya mawili? Mmoja aliwahi kuniambia kwamba ukitaka kufanikiwa kuchunga makanisa katika nchi za ughaibuni, ni vizuri ukatumia njia za Kiafrika. Ukimaanisha kwamba unajua kule kwetu Afrika Tanzania, mchungaji unachunga makanisa 5, 10 na makundi hata 20 na yote unayahudumia. Sasa wenzetu hawajazoea hivyo, yani mchungaji mmoja na kanisa moja. Na hata kanisa likiwa lina washiriki wengi, unakuta kuna mchungaji msaidizi, hata wachungaji wawili, sio kuna mchungaji wa vijana, sio nini, lakini sisi tumezoea mchungaji mmoja unafanya vitu vyote. Hapa kuna utofauti. Mimi huo kwangu ni advantage kubwa, kwa sababu kuhudumia makanisa mawili kwangu mimi ni kitu rahisi sana, kwa sababu washiriki wake ni wachache, wewe kuwatembelea haitakuwa shida. Kwa hiyo nikitumia zile mbinu nilizozitumia Afrika kwa hapa zitawezekana. Japo hautazitumia kama zilivyo, unajaribu kuzimodify kulingana na mazingira yake. Kwa hiyo niko tayari kushirikiana na watu wa hapa. Watu ni hapa ni wasikivu, wanahitaji ushirikiane nao. Yaani hawapendi ama mchungaji wewe ndio unasema mimi nimesema. No. Unashirikiana nao katika mipango, na ni watu tu wanaoheshimu na walio tayari kuonyesha ushirikiano wa hali ya juu. Kwa muda huu mfupi ambao umekuwepo hapa kwenye haya makanisa ukisimikwa na conference, unapenda kumwambia nini mchungaji ambaye yuko Afrika anapenda kuja kufanya uchungaji huku Marekani, kwa maana ya kuchunga makanisa huku Marekani?
Niseme tu kwamba kama Bwana amekuita inawezekana, kwa sababu yote yanawezekana. Siwezi kusema kwamba haiwezekani, inawezekana. Isipokuwa Mungu nilichojifunza, hawezi kufanya kitu kama wewe haufanyi sehemu yako. Kwa maana kwamba ni lazima uwe na njozi hiyo. Unajua mimi nilikuwa nimesahau, lakini nakuta watu wananikumbusha, bwana njozi yako imetimia, kwa sababu mimi niliwaza kuchunga makanisa huku niseme hata miaka 15 iliyopita. Yaani nikiwa bado niko sekondari na hakuna mtu anaweza kujua. Kwa hiyo nilitembea na hiyo njozi. Lakini wito wangu kwa wachungaji, wajitoe kwa kazi ya Mungu. Wewe brother Madu unaweza kushuhudia kwamba kuwa mchungaji kwenye makanisa haya sio rahisi. Ni kazi kama kazi zingine, lazima uende kwenye interviews kadhaa. Kanisa lazima likukubali. Tofauti na nyumbani. Nilikuwa najiuliza kwamba staili ya kupata wachungaji huku ingetumika Tanzania, kuna wachungaji wengi wasingekuwa na makanisa. Kwa sababu kule ni wewe nenda kwenye kanisa, basi imetoka, upendo spend. Lakini hapa kanisa linapiga kura, linakusikiliza unahubiri, linakuhoji maswali, likiridhishwa na wewe wanakwambia tunataka umchungaji. Kwa hiyo nimejifunza kwamba, na nawafundisha wachungaji wengine, wajitoe kwa kazi ya Mungu kama wanataka kutimiza njozi zao na kufika mbali. Nini sasa unachokitazama mbele, kwa sababu umepewa makanisa mawili haya ambayo na waumini wenye tamaduni tofauti? Kuna wakati unafikiria kwamba unaweza kuyaunganisha makanisa haya, kwa maana hata mara moja kwa mwezi au kwa robo? Hiyo ni njozi kuwa na mipango, kwa sababu hata ukiangalia kanisa hili watu wanatoka mataifa tofauti. Kwa ni kuandaa matukio ambayo yatawaunganisha watu kutoka West Africa, wanaweza wakatengeneza program fulani nzuri ambayo tukajifunza, wakashare na sisi, kuonyesha kwamba ni mpango wa Mungu kama agizo lake, na kwamba enendeni ulimwenguni wote kwa kila kabila, lugha na jamaa, ikimaanisha kwamba jamii zote za ulimwengu tofauti wote tunaweza tukashare pamoja. Kwa hiyo mipango ni kuwaunganisha mara moja mataifa haya tofauti na hizi tamaduni zetu, lakini kwa lengo moja la kuonyesha upendo na umoja katika tofauti zetu. Nini ujumbe wako kwa waumini sasa wa makanisa yako haya mawili hapa Marekani? Ujumbe wangu ni kwamba mchungaji hawezi kufanya yote. Uinjilisti ama kazi ya Mungu hapa Marekani sio kitu rahisi kwa sababu ya ulimwengu ulikofika. Lakini wito wangu ni kwamba kila mmoja afanye sehemu yake. Kama ambavyo ujumbe wa leo ulikuwa unazungumza kwamba tunapaswa kuitikia wito kama Isaya alivyoitika na kuwa tayari kwenda, kwa sababu Mungu anatafuta mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo swali la Mungu kwamba ni mtume nani ligonge katika moyo wa kila muumini wa makanisa yangu, na yeye aitikie kusema mimi hapa Bwana nitume. Mchungaji Israeli Kagya amewahi kuwa mchungaji wa mtaa wa Liwale mkoani Lindi kwa miaka 4 na mtaa wa Ilala jijini Dar es Salaam, Tanzania kwa miaka 5. Ana shahada ya kwanza ya theolojia na dini kutoka Chuo Kikuu cha Arusha nchini Tanzania, na kwa sasa anasoma shahada ya uzamili ya elimu ya uungu katika Chuo Kikuu cha Andrews kilichoko Michigan, Marekani, katika ujuzi uliojikita kwenye huduma za mijini, akilenga kushughulikia changamoto na fursa za kipekee zilizopo katika jamii za mijini. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence. Everybody singing, I surrender all. I surrender all. Sing it again, I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Next verse. All to Jesus I
chorus one more time. Let's sing the chorus one more time. I surrender all. Come on. I surrender all. If you surrender all, say it again. I